nini huko? Ulichokuwa unakitafuta huku nini? Unataka kuona nini? Kuna mtu nini hujui kama kuna mtu hujaona kanga hapo? Sijaona. Unataka uingia chooni kwani hamna choo? Mbali mbali. Kwani mbali hujaona nguo hapo juu ya mlango? Sijaona mimi. Kwa mimi nimebana nisingia chooni. Umebana nini huko kwenu? Yaani nyinyi watoto wa mtaa huu mmezidi. Nyinyi watoto wa mtaa huu mtafunza. Usiingia chooni hapa kwenu. Wewe choo chako hicho. Choo chetu waoje hujui kama nakaa huko ndani. Hivi unanitafuta unanitafuta nakwambia. Unasemaje? Unasemaje? Ninaambia hivi watoto wa mtaa huu mimi tawafundisha adabu wazazi wao washindwe kuwafunza. Nishahamia katika mtaa huu mtani wa kwetu wote na nitakufunza hiyo ya kwako Lela na baada wengine nitawafunza zaidi ya hicho nilichowafanya. Mimi ndo Shadia kama mnijui. Wazazi wote wa mtaa huu tawanyosha. Wapumbavu ndio. Hizo rasta zinafaa kusuka hizo nywele jamani? Zinafaa hizi kusuka. Maana zilipofumuka hata sielewi. Hivi ni shilingi ngapi anasikia jamani? 15,000. Nenda mama nipiga. Aliyekupiga nani? Hivyo anijui eh? Mimi ndo mama Pandu, naenda kuinukisha huko twende mwanangu. Mama nenda, mama amezoea, mama nenda, nenda mama, acha mbambamba nenda. Alipigia mwanangu nani mpumbavu, naifanya ndo mwenye mji huu. Amezoea mtaa huu. Acha twende mfate. Twende. Atajua mimi ni mwanangu. Nenda. Mimi ndo nimempiga unasemaje? Kwa nini nipige mwanangu? Piga mwanangu ukosea nini? Kanikosea nini tabia anazozifanya mwanao unazipenda? Anakuja kutuchungulia chooni tukiwa tunakoga. Ndio umemfunza? Hivyo umeingia leba. Leba nakujua wewe binti. Hata kama sijaenda. Umeenda. Hata kuja katika mtaani na mtawafunza adabu watoto wote wa mtaa huu. Nakwambiaje? Utakufa wima, usinipige mwanangu, unielewa? Utakukoma, usinikuja kukoma hujanizaa mfunza kukoma mwanao. Hebu tulieni kwanza. Kwa hiyo, hii nyumba yangu mmeifanya mahakama kusikiliza kesi za mtaani, si ndio? Haya, hebu niambie wewe Shadia, nini kinachoendelea? Tabia anayofanya mtoto wake anaipenda. Nimeenda chooni niko na kola mwanae kaja kunichungulia. Maana yake nini? Ndio anawafunza tabia hizi mbaya hapa mtaani. Sasa ndio nishahamia mtaa huu. Mtanikoma. Unampiga mimi mwanangu mimi. Miezi 9 unajua shughuli unapata kwa yule mtoto? Unakuja uchungu wewe. Hebu sikilizeni kwanza. Wewe mama, hebu naomba ukae kimya. Tena utulie hivyo hivyo jishauri. Hawezi kusikiliza wewe mama. Sikilize wewe mama. Hebu naomba unielewe. Mimi ni mama mwenye nyumba hapa. Hata kama. Na hii ni nyumba yangu. Ni nyumba ambayo ina ustaarabu. Sio dangulo hili. Umekuja kwa heshima, uondoke kwa heshima. Sikilize. Mtoto wako umemnywa dawa. Umempata kwa mizizi. Ni yai hili. Hebu sikiliza. Hivi unaona ndio mafundisho anamfundisha mtoto wako? Nisikilize. Hebu koma napoongea kaa kimya. Mwanao huyu tabia anamfundisha sio tabia nzuri. Na hayo malezi unaompa dada unaenda kuharibikiwa. Tabia kutoka hapo huko alikotoka anakuja anachungulia watu bafuni. Tena watu wakiwa wanaoga. Sasa nisikilize. Chukua mtoto wako muondoke. Nakwambiaje, ongea na mpangaji wako. Huu mtani wa moto. Yaani kama ni mgeni hapa, hiyo na bado. Mwanangu tuondoke. Haya. Wewe pia dada, wewe tukakutana kwa nini? Unile babu wewe. Nimekwambia hivi hata nitakuja wewe. Ndio nishakwambia nimemkanya kaka na sio wako wako tutafanya mtaa mzima huu. Nakwambiaje kama umekuja kichwa kwenye mtaa utaipata na bado ukutani naendelea tuondoke mwanangu. Ulikoingilia ndio utoke. Nakwambiaje ongea na mpangaji. Unapiga mwanangu. Ukome kunipigia mwanangu. Watazimu wewe. Hizi makelele
Yaani bora nipangisha wanaume lakini sio wanawake. Na sasa hivi natu sitakao kuja wote mnaama hapa nyumbani. Mamdogo. Mamdogo, unawaza nini? Mbona unawaza hivyo mamdogo? Hamna mwanangu. We acha tu mwanangu, baba yako ana siku ya pili leo hajarudi nyumbani. Hivyo Salma mwanangu, nitakosa kuwaza kweli? Lakini mamdogo, usiwaze kupitiliza sana. We Njegele. Mama Salma. Aya! Wa. Naona mmetulia mtu na mwanae. Tuko. Weupe. Mmependeza. Halo. Aya! Shadia huyo. Wewe Nyenze hujaja kuuza njegele hapa, umekuja kuleta umbea na kofia kama kumba mwiko. Jina lako lilokuleta hapa. Aka. Yamekuwa hayo. Kuna lako lilokuleta hapa. Naona nyumba imebarikiwa, wote weupe, huku weupe. Hatari. Karudi chuo. Amerudi binti yangu kutoka chuo na siku ya 3 leo. Mamdogo. Kwani ni nani? Mwanangu huyo ndo Nyenze muuza njegere. Kama unamuona fushi lake njegere hilo, mtaa mzima huwa anamjua. Waombea ni yeye huyo Nyenze, na minjegele anauza ni yeye. Mbea hatari huyo, mtaa mzima wanamjua. I say, mimi nitaoa huyu. Sasa njegele hizi hapa, atuli njegele. Chukua njegele za buku na jelo wa ubuyu mtaa. Wewe tena. Unakula njegele mwanangu? Ndio. Kachukue basi Mungu. Mimi hiyo hela ya 500 hata sina ya ubuyu. Buku hapa. Awe. Mimi na ubuyu moto. Wewe unajua mimi mwenyewe. Unipe tu ubuyu lakini hela sina nyingi. Sina kabisa. Mimi nakwambia hivi, ipo siku utakuja kusutwa wewe Nyenze hadi upigwe hadi ufe. Kazi kuleta umbea katika majumba ya watu. Muangalie kofia yake kama komba mwiko. Mambo hayo. Hizi njegere zako Nyenze. Hamna, na kuna ubuyu wa mtaa hapo mama. Umenipa buku tu. Akienda kupana ubuyu wa mtaa wa 500. 500 wangu utanipa kesho. Au sio? Sasa, nikwambie kitu sasa. Ila duniani hapa watu wanapata raha. Watu wanafaidi. Ukiwa na wake wawili unafaidi. Mwamba nimemkuta. Kala kitenge. Singleti nyeupe. Hatari. Amekaa pale kaikiwa kuku na wali wa nazi. Mbona sikuelewi, unanifumbia mafumbo? Niweke wazi Nyenze. Mumeo huyo? Mume wangu mimi Nyenze. Sasa mimi naongelea nani? Sasa anawake wawili nani? Kwani yupo ndani huko? Yupo ndani huko? Hata kunikaribisha. Wabaya wale. Ndio hivyo mimi naenda. Wewe Njegele. Mamdogo, mbona sielewi kinachoendelea lakini? Babako huyo yupo huko na mke mwingine. Ndio kama hayo unayasikia, mimi nazidi kuchoka. Kaso lako la jirani yako. Mbona sielewi kinachoendelea mamdogo? Yaani sielewi. Ukata njegele mwanangu.
mtumia wetu, umeona mtumia wetu hapo mkamata. Mtumia wetu hapo. Wewe sikiza. Kwa mpango na gera mpate yangu naondoka. Wewe mtumia. Sawa mtumia shemeji wa mdogo. Basi kweli. Wewe mtumia babu, kashakula vya watu nataka kukimbia. Wewe anabidi asomee kesi zake hapa ile. Hii kesi haina mashauri babu, haina waziri, hii kesi haina mwenyekiti, haina diwani, hii kesi haina hakimu, kesi inaweza kisera. Wewe maliza basi tu hapo. Yaani wewe kaka wa ajabu sana wewe. Nimelala kwako siku nzima. Kwa kuondoka na kishingi 10,000, ukaisi kama nimeondoka na milioni 1 hivi, si ndio? Yaani wewe, ina maana hata kwenye vikao vya wanaume uhudhurii. Eti shemeji. Nimelala kwake siku nzima. Kuondoka na 10,000 ananisimamisha hapa eti anataka 5,000 tugawane 5,000 kweli? Ni kitu gani? Bichi mbona mwelewa anachokiongea huyu? Unamwona anachokiongea? Bwana ongea shombo rafiki yangu, anasema yeye namna gani vipi? Eti nimemlalamia siku nzima kuna mpenzi wa kuziana sasa hivi. Kumbe naona ongea mbuli, wewe sina kitu, kumbe hadi magetoni ma 10,000 mwanangu wa shamba wanaondoka na 10,000 mwanangu. Wewe unachukulia. Bosi babu. Itikeli zake ndogo. Sio itikeli ndogo. Haiwezekani asubuhi anaamka anachukua cha tena anatembea. After jibi chiboy wake anakula nini ana mapenzi wale. Maliza babu. Yaani nahisi unijui vizuri. Sawa? Kama wewe bange unavuta, mimi natafuna. Sasa ni hivi. Kama unaweza kuigaramikia ile siku yangu nzima niliyolala kwako, nitakupa hiyo hela unayotaka. Vinginevyo tena uniache. Nachelewa na safari zangu. Simchanganye. Wewe bichi boy anaongelea gani wakati mimi sasa wewe mimi sasa naambia kilimbiza wewe ndio msikiliza. Sikiliza bichi boy wewe mimi si banduki wewe sikiliza ndio namba 5 basi hapo tukale pass kwa pass. Sina 5,000, yani sina 5,000 nishakupiga. Boy, kisha nikadepima kutatuze. Boy tulia hapo. Wewe marasta vipi hapo? Vipi na chupi? Unajui kama mtoto wa kike huyo. Wewe bichi boy subiri vipi kusuni vipi ina chupi babu. Hapo kuja unaongea masuala vipi. Vipi kuhusu nini homeboy? Kwani wewe unasema? Kaka yangu huyo. Hata mwaka wako mdogo sina mdai na batoni yetu unajua. Wewe unadai shilingi ngapi? 5,000. So mjomba so 5,000 10,000 mimi namdai wewe usiongea ukweli babu. Wewe si warudi kisha utakubeba mjua utaondoka na wewe. Wabishi boy sina mchukua na wewe kama ndugu yako wewe ufanye chochote katika maisha haya. Kwa nini hapa? Wewe mjomba sikiliza wewe wote mimi. Wewe kwani wewe kama nani anakujitetea familia yangu? Mimi wewe ndio au sio ndugu wako au sio? Pia 10,000 watu basi kwa maisha yangu. Chukulia poa nini maisha ya kibongo. Hapo watoto wadogo hiyo. Shika hiyo hapo. Alafu wewe kesi bado inaendelea. Wewe wangu kanipia namba 5 na kwa nini wewe unataka chua tu tajiri na chua. Tuchenge msibo wao. Namba hapo sitamwenda. Huko na hadi Mama, kwani leo mnakula? Mimi mwenyewe hapa nilikuwa nawaza jinsi ya kula, njaa inavyoniuma, lakini wakupika tu hayupo. Huyo dada yako toka alivyotoka jana usiku, karudi asubuhi. Asubuhi tu hiyo kapu yanga kaenda huko. Hata sijui atarudi saa ngapi. Lakini mimi mama, njaa inaniuma. Ni kweli njaa inakuuma. Ndio kidogo dada yako anaenda kwa kapu yanga. Kama atarudi saa 7, saa 8, saa 9, hata usiku wa manane atakufikia huko. Wewe mtoto wewe, unataka kuniua mimi? Uje uniue bora na uzee wangu mimi hapa. Unafika tu unajitupia kama jiwe. Muangalie alivyo. Hivi una shida gani wewe? Haya kilichokutoa hapa toka asubuhi ndo unarudi saa hizi. Modo, ulikuwa wapi? Tatizo nini? Haya, na wewe shida iko wapi? Mtoto hana adabu. Nimemkuta huko vichochoroni huko kwa wahuni huko. Wewe Modo, hiyo tabia umeanza lini sasa? Muone kwanza. Mama, kwa nini usimpeleke kijijini? Mama, mrudishe kijijini mama. Huyu haeleweki, mtaa mzima wanamjua huyu.
Kwa nini asirudi tu kijijini? Mama, unaona kijijini basi. Wewe usibanie pua ndakukata vibao wewe. Sitaki. Modo. Punguza ukali kwa kaka zako. Ana watoto wa kiume afu mtoto wa kike utakiwa unaongea sauti ndogo. Wewe usinilete hizo wewe. Sitaki unifuatilie kaka. Nimesema sitaki unifuatilie. Nitakuvunja nyongo wewe, mbavu. Mama mimi naondoka. Mimi nitampasua sana huyu mtoto. Haya mwanangu. Sasa wewe dada Modo wewe. Hivi wanaume watakusaidia nini dada? Tena mueleze ukweli. Anahangaika tena wewe. Kaa kimya. Yaani wewe ndo kwanza kinda, mambo hata ya kuhusu. Subiria hapo nikakupikie ule. Sawa. Kaa kimya wewe.